unastahili peke yako. Tuna mwingine na tutakuwa na mwingine zaidi yako. Wewe umejaa heshima kufu mwingi. Wewe peke yako mmoja uliyekubali aibu kwa ajili yetu. Wewe peke yako kwa maisha yako kwa ajili yetu. Wewe peke yako Yesu kwa utukufu. Wewe tunakuazimisha. Wewe tunakuazimisha Mfalme. Matendo yako ni makuu mno Mungu wetu. Tunasema asante Mfalme. Ni wewe peke yako. Heshima na utukufu vikurudie wewe. Hata ibada yetu tunayokutolea asubuhi ya leo, maana Jumapili iliyopita Bwana tulishindwa kukufanyia ibada, lakini leo imekupendeza watoto wako tuwe pamoja tukufanyie ibada. Kristo, tuko hapa. Asante kwa ajili ya uwepo wako na nguvu zako ambazo zipo mahali hapa, na asante kwa sababu Bwana upo kwa ajili ya kutupeleka mahali pengine pa utukufu wako. Tayari nami Bwana na mwanapunda wako nitumie kwa utukufu wako. Kuna mtu yuko mahali ikufika ng'ambo ya pili, hapo umeweza kumvusha. Ninahitaji nguvu yako ikatembee. Kuna mtu yuko jangwani anahitaji maji. Neno lako Bwana ni maji. Kuna mtu ana njaa, neno lako ni mkate wa uzima. Bwana Yesu, asubuhi ya leo ukaachilie uzima, ukaachilie kiu, maana ukasema wewe ni maji yaliyo hai, na ukasema mtakinywa maji haya hataona kiu tena. Bwana, kuna watu wako hapa wasione kiu tena. Achilia nguvu ya uponyaji, ishara na miujiza ikatendeke katika ibada hii. Neema na mazirisho ya Roho wako Mtakatifu Baba ukatendee. Unajua kila moja Bwana, unamjua kila moja Bwana, unajua kila moja Bwana. Nani mtoto wako ni mwanapunda tu. Ninaomba unipande, useme na kanisa lako, useme na watoto wako, useme na watu wako uliowanunua kwa damu yako pale msalabani. Baba, ninaamini uko mahali hapa unafanya jambo jipya katika tarehe ya leo, tarehe 9/2025. Baba, ni asante katika jina la Yesu Kristo hai. Mtu mmoja sema amen. Sema amen. Unaweza kumpigia Yesu makofi na kujelekele mahali ulipo. Bwana Yesu, nina ujumbe unaosema endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Endelea kuamini hata mazingira yanakataa. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Andika hivyo. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa, lakini alichosema Mungu kwenye maisha yako kitatimia. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa, lakini Mungu alichosema kwenye maisha yako kitatimia hata kama mazingira hayakuruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 1 na kuendelea, na mwingine atanifungulia hiyo hiyo Mwanzo 18 mstari wa 9. Tasoma mistari michache hapo. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Katika maisha ni safari. Hata huduma ni safari, hata wokovu ni safari. Hakuna safari ambayo unaweza kutembea ikawa rahisi, lakini kila safari ina changamoto yake.
hazizuiliwi na mazingira wala changamoto wala kitu chochote, hata kama mazingira yatakukataa, lakini alichokisema Mungu kwenye maisha yako kitatimia. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kuna muda wa rafiki wanaweza kukuacha, kuna muda ndugu zako wanaweza kukuacha, lakini mazingira yakikukatalia ya ndugu zako, bado kila alichosema Mungu hakitazuiliwa, kwa sababu ndugu hajasimama na wewe, au familia hajasimama na wewe, hapana, au kanisa hajasimama na wewe, hapana. Kila amesema Mungu lazima kitimie. Pamoja na mambo utapitia ziki, utapitia mateso, lakini kisema Mungu kuna siku kitatimia. Ile ndoto uliyoiona haikuwa ndoto, kuna siku itakuwa riziki. Amen. Amen. Hiyo ndoto yako haikuwa ndoto, itakuja kutimia. Amen. Pamoja na kwamba utapitia mengi, lakini ile ndoto itakuja kutimia. Tunaanza kusoma. Tuanze hiyo 37 Mwanzo. Asante Yesu. Nasikia nguvu za ajabu sana leo. Asante. Ndio. 37 mstari wa kwanza. Ndio. Yakobo akakaa katika nchi aliyoisafiri. Ndio. Baba yake. Ndio. Katika nchi ya Kanaani. Katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu alikuwa mwenye miaka 17. Yusufu alikuwa na miaka 17, ndio. Alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Alikuwa anachunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha. Ndio. Na wana wa Zilipa. Ndio. Wake wa baba yake. Ndio. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Yaani Yusufu alikuwa na tabia hii. Yusufu alikuwa na watu kwenye familia, walikuwa 12. Masalika anaenda kusema baba, walikuwa wanafanya 1 2 3. Si mnaona? Sasa na Yusufu alikuwa na tabia hiyo. Wakiwa na ndugu zake wakifanya mabaya, anapeleka taarifa kwa baba yake. Ndio ilikuwa siri ya Yusufu. Kwa wakisema chochote, anapeleka habari za ndugu zake mbaya kwa baba yake. Ndio. Mstari wa 3. Ndio. Basi Israeli akampenda Yusufu. Sikiliza, Israeli akampenda, na mama au wazazi wanapenda mtoto anayekuwa mtii, ni sawa? Unajua kuna mtoto anakufurahisha kwenye familia, ijapo wote ni watoto. Isipokuwa uwezi kuonyesha kwamba nipo napenda zaidi. Si ni sawa jamani? Lakini ukweli kuna upendeleo pia. Ila mzazi usiwe na upendeleo. Sawa? Lakini huwa kuna kamoyo kanasema huyu anatii, lakini kuna mwingine msumbufu. Unapambana. Si ni sawa? Sasa Israeli na yeye akapenda zaidi mmoja kati ya watu 12. Maana huyu wakifanya uhalifu anamwambia baba yake. Endelea. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Akapenda kuliko wanawe. Kwa hiyo wa kwanza wewe kupendelea, unanipata? Sio, unamsikia Israeli ambaye alipenda mmoja. Mwenye nyota ndo anapenda zaidi. Endelea. Na hata hivi tu, unajua nyota leo sifundishwe. Na unajua mtu mwenye kibali, nyota ni sawa na kibali. Mwenye kibali anapendwa zaidi kuliko mwingine. Tunaweza tukatoka wote tukaenda Dar es Salaam, alafu mwenye nyota akapendwa zaidi. Yaani yeye ana rafiki kule. Alafu tunafika wote ni wote. Unakuta mwingine ni kama wanampenda zaidi, wanamjali zaidi. Mwingine unakuta ni kama spirit of rejection. Roho ya kukataliwa. Unaweza kukuta hivyo. Lakini sikuombei iwe hivyo. Wewe ndoto yako itatimia. Sema amina kwa jina la Yesu. Jamani, siku wote tunapenda, kila mtu anapenda kuwa na kibali. Sio hivyo jamani. Ndio maana hata mtu akimfurahi unakuta anajisikia vibaya. Kila mtu anatamani penda. Ila tutatofautiana. Lakini pia lazima ujue kwamba neema huwa zinatofautiana. Mnanipata? Hatutafanana tu. Ndio maana mnaweza kuwa wafanya biashara au unauza mandazi wote, unakuta mandazi ya fulani wanakuja. Jamani, mbona na mimi mandazi yangu jamani, unakuta wanakuja pale pale. Haendelea tena. Maana ni mwana wa uzee wake. Mwana alikuwa ni mtoto wa uzee wake. Maana alimpata katika uzee. Endelea. Akamfanyia kazi ndefu. Ndio. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake. Huwa kuna watu wanaweza kujua unapendwa kuliko wengine. Wakamchukia. Na unapokuwa na kibali kuzidi wengine, jiandae yote haya. Huwezi kupendwa kama wewe una kibali zaidi. Mnanipata jamani? Yaani kama wewe hawatakupenda wale wenzako. Mnaweza kuwa familia moja lakini watakuchukia. Shida hujafanya chochote ila kwa sababu wewe unapenda. Baba anakupendelea sana. Mama anakupenda. Yaani wewe ni mtoto wa mama, sijui mtoto wa nani. Ila kwetu hayapo haya. Si sawa jamani?
Wala hakuweza kusema naye kwa amani. Wala hakuweza kusema naye kwa amani. Endelea. Nataka tuanze sasa 6 pale. 6. No, 5. Yusufu akaota ndoto. Sikiliza hapa. Yusufu akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Akawaambia. Tafadhalini. Sikia hii ndoto. Kuna muda anawaambia ngoja ndugu zake. Hajui wanamchukia. Lakini haina shida. Hata ukiwaambia habari zake hawawezi kukuambia. Kama Mungu amekupa hiyo, kama Mungu ameipanga. Muda mwingine wanajua tu. Kwani shetani hajui mipango yako? Kwani hajui kwamba unataka kufanya nini? Sio maana muda mwingine anapambana lakini atakushinda. Maana Bwana yuko upande wako. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa wakapata wakachukia kwa sababu ya ile ndoto ndio. Jamaa anazidi kuwapasha habari. Na wajiandae tu. Tazama sisi tulikuwa tukifunga maganda shambani. Ndio. Ndio. Mganda wangu ukaondoka ukasimama. Mganda wangu ukaondoka ukasimama. Na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Miganda yenu ikatoka kaanza kuinama mbele ya mganda wangu. Endelea. Ndugu zake wakamwambia. Kweli wewe utakumiliki sisi? Unasikia? Hivi unapowaambia wengine ndoto, si unakuta ni kama kuchekesha, si sawa? Lakini nimesema endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa, si sawa? Yaani imani ni uhakika. Imani haiendi kwa kuona. Sije kaona pesa unasema Mungu, naamini Mungu atanitajirisha, nitakuwa tajiri. Wewe hiyo sio imani. Sawa? Imani inaamini hata kama haina kitu. Yaani hata hela hauna. Lakini you believe. Kuna siku unasema nitakuja kujenga nyumba yangu nzuri. Hiyo nyumba nakaa huko ndani najifungia. Na wewe unatengeneza kama nitakuja kuweka kachumba kingine, chumba tu cha maombi. Unakitenga. Sasa unaendelea kuamini, sio ukipata hela ndio unasema nitajenga nyumba, si una hela. Hapo itawezekana. Sasa unaamini kwa unatengeneza. Ndio mimi unakuwa na amani ya maisha yako hata kama hujayasikia. Yaani hujapata lakini una amani ya unakokwenda. Sema amina kwa jina la Yesu. Ndio maana nasema endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Kuna wakati mazingira yanakataa. Yaani yanagoma kabisa. Ulikuwa umepanga mwaka huu fanye unakuta yani yamekataa kabisa. Don't give up. Usikate tamaa. Keep believing. Endelea kuamini. Mbele kuna matunda. Sema amina. Haendelea. Huyu jamaa akawaambia ndoto na wao wanajua tafsiri yake kwamba kuna siku utakuja kutumiliki sisi. Endelea. Na wewe utatutawala sisi. Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto. Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto. Kuna muda mwingine unapigwa vita si kwa ajili ya nini? Ulichobeba ndicho kinachosababisha upigwe vita. Amen. Kwa usijali. Wanapokupiga vita hawakupigi wewe vita, wanapiga vita kile ulichobeba. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa na wewe usiruhusu vita ndio mbele ulichokibeba. Amen. Punda hapo msipo ufike, si sawa? Amen. Yaani tutaumia lakini kile tulichobeba lazima tukipikishe. Sema amina kwa jina la Yesu. Wakamchukia. Kuchukiwa kwa Yusufu si kwa kosa lingine, kwa sababu ya ndoto zile, maono alionayo. Unafikiri kwa nini shetani anapigana na wewe? Anapigana na wewe ni kile ulichonacho. Na mtu anakupiga vita kwa sababu umemzidi. Amen. Kwa muda mwingine you don't need to fight. Usipigane na mtu ambaye anataka pigane na wewe. Ulishamzidi. Wala usiwe na biashara na anayekusema. Aliyekusema amekushika umemzidi. Kwa lengo lako uwe ulichonacho. So sikubali, endelea kuamini hata kama mazingira yatakuka. Amina. Mnanipata watu wa Mungu? Unapigwa vita ni maono ulionayo. Hiyo ndoto yako hiyo inawaka kuwazidi. Kwa mtu anatunga mihila, utapitia vita. Sikiliza, huyu Yusufu akamchukia kwa sababu ya ndoto tu. Hawamchukii kwa kosa lingine. Unachukiwa kwa kile ulichobeba. Kila alichobeba Yusufu ndio kilichompa shida. Anaanza kuchukiwa na ndugu. Tumishi ndio beba ndio unaweza kukuta ndio tatizo. Yaani hawakutafuti wewe, wanatafuta ulichobeba. Shida sio wewe, shida ni ulichobeba. Ndio kinachotafutwa. Na kisha kuweka tu utaona hawana shida ni wewe. Ukikubali kwamba kwa mimi naacha ninajetea.
utakuta ndopo watakukanyaga. Yaani hapa hawana shida na wewe. Wanafight na wewe kwa sababu ya kile ulichobeba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yusufu akamchukia kwa sababu ya kile kitu alichokuwa amebeba. Endelea. Ndio maana nimesema endelea kuamini. Je, Yusufu pamoja na kuchukiwa aliacha kile Mungu alichokuwa amemwambia? Amewaambia ndoto ya kwanza, aliacha kuambia zingine. Baba yeye aliendelea kuamini. Kwa muda mwingine ulichobeba ndicho kinachosababisha upige vita. Shetani hawezi pigana na mtu ambaye hana kitu. Anapigana na mtu ambaye hana kitu. Kwa mtu ambaye ana vitu, wewe ni mtu wa vita lakini utashinda. Vita yako si kwa sababu ya ubaya, ni kile ulichobeba. Ndio maana unakuwa mtu wa vita. Na mimi nimekuwa peke yako. Na unaweza kaweka peke yako kwa sababu ya kile ulichobeba. Na kuna mwingine ulichobeba kitakutenga hata na ndugu zako. Na kuna muda mwingine ulichobeba kitakutenga hata na marafiki zako. Kuna muda mwingine ulichobeba kitakutenga hata na kanisa lako ulichobeba. Nisikilizeni. Kuna maono ambayo uko nayo yatakutenga hata na kanisa lako. Amen. Maana watakapoanza kupima sio ya misingi yao, sio ya. Amen. Amen. Kwa hawatakuruhusu, watakuondoa. Watafanya vyovyote kukumoa ama lazima they will torment you, watakutesa mpaka wahakikishe mtu. Shida sio wewe, ni kile ulicho nacho. Endelea wakamchukia. Haya, jamaa kuisha, baba aliendelea kuamini. Endelea kuamini. Mbona Mungu alisema na wewe sio muamini Mungu? Mbona ile ndoto amekuonyesha? Mpaka hata hapa nimepiga magoti, amenionyesha jambo moja ambalo ni langu. Nikasema thank I keep believing. Japo kwa macho ni ngumu kuamini, lakini naendelea kuamini. Siku moja itatimia. Amen. Maana ndio mwingine tunafurahi. Si kwamba tuna pesa. Sijui nafikiri labda kweli nimeacha manota. Ila kile ninachokiona ndicho kinachonipa nguvu ya kuendelea mbele. Sema amina kwa jina la Yesu. Endelea mtumishi wa Mungu. Akachukiwa kwa sababu ya ndoto, miganda inaenda kuinama. Mstari wa 9 ndio. Akaota tena ndoto nyingine. Akawaambia ndugu zake. Hiyo ni nyingine. Ya kwanza amewaambia, nyingine akasema angalieni nimeota nyingine jamani. Tazama jua, nyota na mwezi vinaniinamia. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea. Unajua ile ndoto sana mzee ukemea. Maana ile ndoto mzika kile kijana. Huyu mtoto ndio mimi nasema, wewe umepata mapelo maneno. Nani aliyekwambia? Yani hapo ndio mimi naweza kukikemea, ndio mimi naweza kushika. Sasa sawa. Sasa mzee akamkemea wewe. Sikiliza nampa tafsiri. Endelea. Maana naongea neno zuri. Hata kama unampenda kama mkemea. Akamwambia. Ndoto gani hiyo? Ndoto kama unayoota Yusufu hizi ndoto. Je, mimi na baba yani kwenye nchi dunia hii mimi baba yako na mama yako tuliokusha tukija kushuhudia wewe tukuangalie wewe. Mazingira yanakataa, lakini endelea kuamini kile Mungu alichosema. Unaona mazingira haya mwenyewe anaona mazingira yanakataa. Hivi huyu mtoto anaongea mambo gani? Historia gani? Na mimi namwambia mama nitakuja kukujengea Mungu atamjengea kadhaa siku moja mama. Najaribu kukaendesha. Mama anakwambia wewe mtoto wewe. Iko tu ninakuwa na wewe. Yaani wewe hapa ni hivi tu nimekulea na kuonyesha naenda hivi. Utakuja kufanya nini? Endelea kuamini. Kile Mungu alichosema kitatimia. Hasa baba yake akamkemea. Akasema sisi kwenye nchi hii mazingira yanakataa. Endelea. Soma, endelea kusoma. 11. Ndugu zake wakamheshimu, maana yake wakamtilia. Baba yake akalihifadhi. Unajua mzazi alikuwa na hekima ya juu. Akalihifadhi. Akalitunza. Na wewe hiyo ndoto hebu hifadhi. Kuna siku itatimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akalihifadhi.
Bwana Yesu asifiwe. Endelea kuamini hata kama mazingira yanakataa. Yusufu, Mungu alikuwa amemuita awe mtu mkuu, na katika kuitwa kwa Yusufu awe mkuu, mazingira ya Yusufu hayakumruhusu Yusufu kuwa kwenye ukuu, lakini Yusufu aliendelea kuamini kile Mungu alichokuwa amesema naye. Na pamoja na kwamba aliendelea kuamini, haikuwa safari ya rahisi Yusufu kufikia kwenye ukuu Mungu aliyomkusudia, kwa sababu alipotangaza ile ndoto yake au kile Mungu alichoweka ndani yake, ndipo vita ilipoanza na Yusufu. Unaposoma Biblia inasema wake wakazidi kumchukia. Hata siku nyingine babake alikuwa naweza nikasema ni mfugaji. Ndugu zake walikuwa wanachunga ng'ombe. Walipokuwa wanachunga ng'ombe, baba yake siku moja akamwambia Yusufu, naomba ukawatembelee kaka zako, ukawajulia hali, na anapoenda kuwajulia hali uende na chakula, uende ukajue habari za wanaendeleaje huko machungoni. Zamani wanapoenda kuchunga ng'ombe walikuwa wanaenda mbali, wanakaa huko wanatafuta malisho, kwa hiyo chakula wanatumiwa na vitu vingine wanaenda kuwaona, lakini wao wanashinda kule wanafanya kama kambi, wako kwenye mchungu. Sasa Yusufu baba yake alikuwa anakaa naye, akamtuma Yusufu aende akawajulie ndugu zake habari. Lakini kumbuka, vita ya Yusufu ilianza na ndugu zake alipotangaza maono yake au wapi Mungu anakompeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vita ilipoanza, safari ya Yusufu haikuwa rahisi. Akiwa njiani kuelekea ndugu zake, Biblia inasema ndugu zake walipomwona kwa mbali wakasema, Bwana wa ndoto anakuja. Bwana wa ndoto anakuja. Tufanye nini? Huyu Bwana wa ndoto inabidi tumuue ili tuone ndoto yake itakapoaje. Tuue hayo maono yake, nini kitakuwa na hiyo ndoto yake, tuone itakamilikaje. Lakini Yusufu, pamoja na kwamba wakati wanamwazia mabaya, lakini yeye alikuwa anaiangalia ile ndoto, na ile ndoto ndio iliyokuwa inampa bidii. Nisikilize nikwambie, yale maono Mungu aliyokuonyesha, hayo ndio yaendelee kukupa bidii. Hata kama utapitia vita, hata kama watakusema, hata kama watakuchukia, endelea mbele, endelea kuamini, usiache ibada, endelea kuomba, endelea kusoma neno, endelea kuamini tu kwamba iko siku ile ndoto Bwana uliyonionyesha ya utumishi wangu, ya kujenga nyumba yangu, ya kumiliki cha kwangu, itatimia siku moja. Usiache ibada kwa sababu wamekufukuza kwenye nyumba ya kupanga. Usiache ibada kwa sababu uchumi wako haujaenda vizuri. Usiache kuamini kwa sababu kuna mama hajaenda vizuri. Usiache kuamini kwa sababu mume wako hakusapoti. Nisikilize nikwambie, ikiwa una uhakika hiyo ndoto imetoka kwa Bwana, endelea kuamini, iko siku itatimia. Naona kuna ndoto ya mtu inaenda kutimia, hata kama watazuia. Yusufu alijitahidi ile ndoto ya Yusufu ilikuja kutimia siku moja. Waliomkataa Yusufu wakampenda Yusufu. Yusufu akaja kuwatawala kama ndoto ilikuwa. Waliomkataa Yusufu ndoto yake ikatimilika. Nisikilize nikwambie, endelea kuendelea mbele, endelea kuamini hata kama hujaona majibu, hata kama mazingira yanakukataa. Keep believing, keep going. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea kuamini hata kama sijaliona. Naendelea kuamini kuna mahali tunaenda, hata kama bado kwenye macho ya nyama havijatimia. Nisikilize nikwambie, kuna siku yatatimia. Wale wanaokupiga vita wanatusaidia, endelea kutupiga vita ili tufikie ndoto zetu. Mwambie adui aendelee kukupiga vita ili kufika ni ndoto yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Na ndio maana vita ni sehemu inayotusaidia kufikia ndoto zetu. Usipopigwa vita huwezi kujua umeitwa. Vita inapokuja ndio inayokukomaza ili endelee kuamini ukuu wa Yesu. Na vita inapoinuka, Bwana anapokushindia, ndipo unapojua uwezo wa Mungu, na ndipo imani yetu inaongezeka zaidi. Kama Bwana alinitoa kwenye shida, Bwana alinitoa kwenye ugonjwa, ili kwake ni kidogo. Hebu sema amen. Endelea kuamini. Mazingira yanaweza
Kuna wakati Bwana anamtokea Abrahamu, anamwambia Abrahamu, ninakuita wewe toka kwenye nchi ya jamaa zako, toka kwenye nchi ya baba yako, uende kwenye nchi nitakayokuambia. Kule mimi nitakubariki, mimi kule nitakuinua. Mazingira yalikataa, maana kwa kina Abrahamu hakuna mtu alikuwa ameinuka, maana kwa kina Abrahamu hakuna mtu alitajirika, lakini Abrahamu alikubali, aliamini kile Mungu amesema, alichukua hatua, akaanza kuondoka. Alipoanza kuondoka, alipofika mahali Bwana alipokuwa amemwelekeza, Biblia inasema Bwana akaanza kumbarikia Abrahamu, akambariki Ibrahimu, akamzidisha, akawa katika mali, akawa yuko namba moja. Ukija kwenye mifugo, kila sehemu akawa na utajiri wa ajabu ambao hujawahi kuona kwenye familia saa. Nisikilize nikwambie, pamoja na Abrahamu kubarikiwa, kulikuwa na jambo moja ambalo alikuwa hajabahatika kulipata, ni kwa habari ya mtoto. Bwana alimwambia Abrahamu, nitakubariki, uzao wako nitauzidisha. Lakini Abrahamu anapokuja kwenye mazingira, alikupa bado mke wake ni tasa, lakini Mungu alishamwambia Ibrahimu, wewe nitakubariki, uzao wako utakuwa mwingi. Ibrahimu aliangalia mazingira, akasema ni kweli Mungu nakuamini, lakini mazingira yanakataa. Mbona sioni mtoto? Mbona miaka inaenda? Mbona umri unasonga? Lakini akienda kwa maombi, Bwana anamwambia Ibrahimu, utazaa mtoto wako, utazaa uzao wako utakuwa mwingi. Akasema toka nje, angalia nyota angani, angalia nyota angani, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Abrahamu anarukaruka, maana ametoka kwenye maombi, akija kwenye uhalisia anakuta bado sana ni tasa. Anarudi tena kwa Bwana, anasema mbona ulisema na mimi, mbona bado sijaona? Lakini akaendelea kuamini. Mazingira yalikataa, hata kuna wakati sana kawa na umri, Biblia inasema desturi zikakataa, mazingira yakakoma. Ndipo Bwana akaanza kutokea, akamtokea malaika wa Bwana, akamtokea Abrahamu. Abrahamu alipowakaribisha kwake, walipoingia nyumbani mwake, akasema sikiliza Abrahamu, kwa kuwa umetukaribia na tumekula nyumbani mwako. Akasema iko wapi mke wako? Akasema majira kama haya mwakani, majira kama haya mwakani mke wako ananyonyesha, mke wako atakuwa na mtoto. Ibrahimu akashangaa, akasema nitakuwaje neno hili sana? Yeye akacheka. Lakini nisikilize, ni kweli mazingira yanakataa, lakini kwenye mazingira yanayokataa ndipo utukufu wa Mungu ulipo, ndipo miujiza ya Mungu ipo. Mahali ambapo umechoka, mahali ambapo huni tena, hapo ndipo Mungu anaanzia. Mahali ambapo usikii tena kuendelea, mahali ambapo unasema hivi nitakuja nihubiri tena, hivi nitakuja nimtumikia Mungu tena, kumbe ndipo Mungu anakupa nguvu tena. Ziko nguvu zitashuka ndani yako, zitainua tena utumishi wako. Mahali ambapo umechoka, mahali ambapo mazingira yanakataa, ndipo Bwana atakutokea. Endelea kuamini. Ibrahimu aliamini. Majira yalipofika, Sara akapata mtoto, akamuita Isaka. Ana kicheko, akawa na kicheko kisichoisha. Sijajua unapitia nini, lakini mchana wa leo Bwana amenituma. Hata kama hujaona, endelea kumwamini, yako majibu yanakuja. Hata kama unakuacha peke yako, hata kama pesa zimeisha, hata kama huoni tena, Bwana inawezekana tena. Usiondoe imani yako kwa Bwana, usiache ibada, usiache maombi. Huko majibu kwako, huko utukufu na uendea, huko baraka kwako. Yusufu aliyekataliwa yake ilitimia. Maandiko yanasema ilipofika wakati Yusufu ndoto yake ilikuja kutimia, akawa mkuu kwenye nchi ya Misri, akawa waziri mkuu. Alipokuwa waziri mkuu, waliosema tutaona ndoto yake itakuwaje, kwa kukawa njaa, wakaja kuomba chakula. Adui zako kuna siku tawanishi. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Nimetuma nikwambie, endelea mbele. Mungu wetu ni wa ajabu. Endelea mbele, hata kama mazingira yanakataa.
naomba nihakiki ni wewe unanituma kwa wana wa Israeli, acha nihakiki. Akasema Mungu nipe ishara. Akasema Musa umeshika nini? Akasema nimeshika fimbo. Akasema tupa hiyo fimbo. Alipotupa ile fimbo ikawa nyoka. Akasema tena hebu shika mkia, ikageuka kwa fimbo. Akasema ona hivi. Akasema tena hebu weka mkono wako mfano, ukawa na ukoma. Akasema tena weka tena mkono, ukoma ukaondoka, ikawa ishara. Akasema hizi ndio ishara amasikia. Akasema nina uhakika aliyesema na mimi ni Bwana. Akasema ninaenda kama Musa. Kuna mtu umekaa mahali, muda wa kuondoka umefika, muda wa huduma yako kuinuka umefika, muda wa familia yako kuinuka umefika, muda wa watoto wako kubarikiwa umefika, muda wa watoto wako kukombolewa umefika. Ninayo habari njema, nisikilize mtu wa Mungu. Sijajua nini Musa akawaambia wana wa Israeli, akasema saa imefika. Akasema Farao, ninaomba nipe ruhusa. Farao alikuwa na moyo mkubwa, akaanza kuzuilia. Mungu akasema sitanyamaza. Akaanza kuachilia mapigo, akaanza kuachilia mapigo mpaka yalifika mapigo 10. Mapigo la mwisho ndio lilikuwa la ajabu, lilikuwa la kuta kila mzaliwa wa kwanza kwenye nchi ya Misri. Nisikilize nikwambie, adui zako lazima waachie. Wasipoachia kuna pigo la Bwana linakuja. Wasipoachia maisha yako, wasipoachia uchumi wako, wasipoachia ndoa yako, ninaliona pigo. Maana Mungu wako ameshuka kutoa. Umelia muda mrefu, umeona wewe uweze, wewe sio wa kushindwa. Anaona uchumi wako, anaona ndoa yako, anaona pesa lako, anaachilia pigo kwa adui zako waliokuwa wanatesa wana wa Israeli. Wakafiwa, kukawa msiba. Akasema sitavumilia. Akasema Musa, nendeni mkamtumikia Bwana. Akasema lakini nina swali, ni nani watakaoenda? Hakuna kijana amepima iko mfake wa damu ya Yesu. Utapita utakomba uzao wako kama vile wana wa Israeli walikombolewa na uzao wao na mali zao, wakaondoka wakaenda kumtumikia Mungu wao pamoja na Bwana. Tunakoenda hatuko peke yetu. Shetani anakuacha kuwafuatilia mbele yao. Wakaona bahari iko nyuma yao, wakaendelea kuamini Mungu aliyewatoa. Musa alikuwa na uhakika na hata kama mazingira yanakukatalia, endelea mbele. Hata kama utakuwa peke yako, endelea mbele. Hata kama watakuelewa, endelea mbele. Hata kama dunia itakuelewa, endelea mbele. Hata kama watakuelewa wengine, watakuja kukuelewa baadaye, watakuja kukuelewa baadaye. Ndoto ikianza kutimia, maono yakianza kutimia, kile Mungu alichosema na wewe ikianza kupitia kimoja baada ya kingine, na ninaona havitakawia, naona havitakawia. Kuna mtu Bwana anainua maisha yake tena, kuna mtu Mungu anainua kipawa chake tena. Hicho kipawa chako ninakiona Bwana nakipata na waliokikataa kuna siku watakitafuta. Bwana alikuwa na pandato, Bwana alikuwa na pandato, alikuwa na pandato. Aliruhusu hayo magumu, aliruhusu hiyo vita ili akupeleke mahali pengine zaidi. Hebu sema amen, hebu sema amen, hebu sema amina kwa jina la Yesu. Wana wa Israeli mazingira yao yaliwakataa, waliona maadui, lakini Bwana akamwambia Musa, hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Nami nimekuja nikwambie, hilo vita hutaliona tena, hiyo vita hutaliona tena, hiyo ziki hutaiona tena, hiyo kuombaomba utakuona tena, ukikukosa fedha utakuona tena. Mungu atakubariki mpaka utakuja kushangaa, utakuja kusahau hata hali yako, utakuja kusahau hata watoto wako. Hata kuna siku watoto wako walikosa viatu. Nisikilize nikwambie, Mungu ni wa majira na nyakati, hajawahi sema uongo. Neno lake ni amina, kila anasema kinakuwa. Hata kama mazingira yanakataa, iko siku naona ndoto ya mtu inatimia, iko siku naona ndoto ya mtu inatimia, iko siku kuna ndoto ya mtu inatimia, iko siku kuna maono ya mtu yanatimia, iko siku kuna ukuu wa mtu unatimia, iko siku kuna utumishi unatimia, iko siku ninaona kuna kitu kinatimia. Bwana aliyesema na wewe hakusema uongo, hakusema uongo. Sema amen, hebu sema amina kama unaamini.
Sijajua nini unapitia. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Usiache kukiri. Endelea kukiri ushindi. Hata kama hujaona. Hata kama amekutangulia. Endelea kukiri ushindi. Kuna siku utahesabu fedha mpaka utashiba. Sijui zipangeje. Kuna siku inakuja. Utakuja kusahau. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Kuna siku Bwana atakuinua mpaka utashangaa. Kuna wakati utaona watoto wako utakuta machozi yanashuka tu. Maana yatakuwa yanashuka kwa sababu ukikumbuka alikokutoa Mungu, utabaki na mshukuru Mungu. Kuna mtu Mungu atainua biashara yako, hata ukiwa dukani unaweza kukuta machozi yanalia. Kuna mahali utafika, ukiwa kwenye gari lako machozi yatakuwa yanatoka. Ukikumbuka fadhili za Bwana, ukikumbuka uzuri wa Bwana, kwamba wewe ndivyo amekushangaza. Ninaona kuna watu wanaenda kushangazwa. Ninaona kuna hatua Bwana anaenda kuwashangaza watu wake. Ninaona kuna utumishi uliotukuka. Ninaona kuna watu kuinuliwa. Ninaona kuna mtu anajenga nyumba nzuri. Ninaona kuna mtu Mungu anasafisha kipawa chake. Ninaona kuna mtu Mungu anainua huduma yake. Ninaona kuna kitu Bwana anang'ang'anisha. Yeye si muongo. Hata kama wanadamu hawataamini, yeye alishatiki. Yeye alishatiki. Ziki ni ya muda tu. Hilo pito ni la muda tu. Lisikutoe kwa Bwana. Ni la muda tu. Utatoka hivi karibuni. Kuna ushindi unatoka nao. Oh, sikiliza. Ili dhahabu ing'ae, lazima ipitishwe kwenye moto. Kuna mtu upo kwenye moto, lakini ukishatoka utang'aa kama dhahabu. Utang'aa kama dhahabu. Bwana yupo kwenye training. Bwana anakufunza. Bwana anakuandaa. Bwana anakutengeneza. Uwe chombo cha kumfaa. Hilo pito ni la muda tu. Kuna wakati nilimwambia Bwana, nifundishe mpaka utakapoona nimeiva, pale utakapoona nimekomaa. Wewe kaanza na wenzako. Kuna watu ulisoma nao wameshafanikiwa, wengine walishajenga, lakini wewe hujajenga. Listen to me, don't give up, keep believing. Mbele yako kuna kitu cha ajabu. Endelea kuamini tu. Kuna watu ulikuwa unafanya nao kazi, hata kama wamekuzidi, sikiliza, endelea kuamini. Kuna mahali unapoenda, maana wewe huwezi kuangaliwa kidogo. Unaangaliwa kwa sababu maono yako ni makubwa kuzidi wao. Hata kama utachelewa, usihangaike. Umechelewa kujenga nyumba, usikupe shida, maana wewe maono yako sio yako kuendea, ni mahali pa utukufu. Nisikilize nikikwambia, mtu wa Mungu, usikate tamaa. Wanadamu hawezi amua maisha yako. Anayeamua maisha yako nina habari njema. Maamuzi wa maisha yako sio marafiki zako. Ninayo habari njema. Maamuzi wa maisha yako sio wazazi wako. Ninayo habari njema. Maamuzi wa maisha yako sio mchungaji wako. Ninayo habari sio ndugu zako. Maamuzi wa maisha yako nina habari njema. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Majira yakifika, majira yalipofika ya Yesu kuwa mfalme, wote waliona nyota ya Yusufu. Nisikilize, majira yako yanakuja. Nisikilize mtu wa Mungu, ikiwa dakika zinabadilika, ikiwa masaa yanabadilika, ikiwa siku zinabadilika, ikiwa miezi inabadilika, ikiwa miaka inabadilika, na wewe maisha yako yatabaki pale pale yanabadilika. Kama vyote vinabadilika, ikiwa jua linazunguka, na wewe maisha yako yanazunguka. Sikia kwenye hata ninaona kuna mtu nang'aa kwenye utukufu wa ajabu. Napoona kwenye macho ya kiroho, kuna mtu ninakuona una mavazi yanayong'aa, mavazi ya utukufu. Kuna siku yatakuja kwenye macho ya adui zako, adui zako, adui zako. Biblia inasema kwa Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwa Yesu Kristo Bwana ni Bwana, ni Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu, never give up. Usikate tamaa. Mahali ulipo, simama mahali ulipo. Bado funika macho. Bado nakwambia, kama tutoa kwenye tumbani na kutumeka hapo, bado ninamwamini. Ikiwa tutoa kwenye tumbani toka mpaka hapo, bado ninamwamini. Bado ikiwa nimekusaidia mpaka hapo, bado ninamwamini. Bado ninamwamini. Hata kama tunatoka kwenye kipande, bado ninamwamini. Bado ninamwamini. Weka imani yako kwake.
Nisikilize, funika macho mahali ulipo. Kuna siku nikiwa nimechoka, nikiwa na mke wangu, tujikajikuta ninalia machozi. Nilipoangalia mazingira yangu nilikuta yananikataa, lakini yale aliyoniambia Mungu ni makubwa kuzidi mazingira yangu. Nilipomwangalia mke wangu nikasema, mke wangu, hatuna mtu wa kutusaidia, lakini aliyotuambia Mungu ni makubwa sana ambao tunataka, lakini mtu wa kutusaidia kufika mahali alikotukusudia Mungu, mahali ambako anatuonyesha, mahali ambako anataka tuende, lakini mazingira yetu bado yanakataa. Lakini kula anakotuambia tuende, kula anakotaka tuende ni kukubwa. Lakini maisha yetu tukiangalia, tuna mtu wa kutusaidia. Wengine wana ndugu zao, wengine wana maaskofu zao, ambao wana majina makubwa, wamewasaidia, wamefika mahali Mungu alikowaitia, lakini sisi hatuna mtu anayeweza kutusaidia kufika. Ni kweli tunajua Mungu ametuita mtu, lakini tunaye Yesu. Huyu Yesu tumemwona, nimemwona huyu Yesu akitusaidia. Kuna wakati hatujakuwa na kitu, lakini yeye ametusaidia. Kuna wakati tumebaki peke yetu, lakini yeye ametusaidia. Wakati tuliowategemea wametuacha, yeye amekuwa rafiki wetu wa karibu. Hata kama baada ya ina tutapoteza imani kwake. Sijajua ndugu yangu ni nini unapitia, sijajua unaweza kuwa mahali gani, lakini bado ninaona kuna ndoto. Naomba mtumishi wa Mungu pite mbele, naomba pite tu mbele, naomba tupite, naomba tupite mbele. Kuna mahali Mungu ametutoa, naomba tupite mbele. Kuna kitu Mungu ametutoa, kuna mahali Mungu ametutoa. Unaweza kusogea tu mbele. Kuna mahali Mungu ametutoa, tunatamani kwenda, ingawa mazingira yanakataa, lakini tuna imani na Yesu. Kuna wakati tumeongea, tulikuwa tunaongea na rafiki yangu, kuna vitu Mungu ametupa, kuna mahali tunatamani kwenda, lakini hatujawa na mtu wa kutusaidia. Hatujawa na mtu, hatujawa na mtu, lakini tunachoamini tunaye Yesu. Kuna mahali kule Mungu anavyotuambia na kule Mungu anakotaka tuende. Na wewe kuna mahali Mungu anakuonyesha, kuna biashara Mungu anakuonyesha, kuna utumishi Mungu anakuonyesha, pamoja na mazingira kukataa. Naomba mniletea maiki nyingine, naomba mniletea maiki nyingine. Unajua mkama tu, huyu ni mtu ambaye tunaangalia, tunaona Mungu akitusaidia. Kuna wakati tunapata tutahubiri na wengine wako hapa, kuna muda mwingine tutanyeshea na mvua tukiwa tunahubiri Injili. Leo yetu bado tunamwamini Yesu. Kuna muda tunahubiri kwenye mvua, kuna muda mvua inatunyeshea, kuna muda mwingine tunatembea kwenye matope tukihubiri, na tunaamini kuna siku tunajua kuna ndoto Mungu ametuambia, hata kama sasa hivi bado haijatimia, bado hatujaiona, lakini hatujapoteza imani. Tulikuwa wengi, tulianza vijana wengi, tulikuwa nao wenzetu wengi. Kuna ndoto Mungu alitupa, kuna maono tuliyaona ambayo tunatamani kuyafikia. Mchana wa leo Bwana ameniambia
kumwamini Mungu. Naomba mchungaji, baba yetu mchungaji, naomba atakuwa nawawekea watu. Baba mchungaji, utatusaidia kutuwekea mikono watu, na mtumishi wa Mungu Niki, tutaendelea kuwawekea watu. Kuna vitu Mungu amesema na watu, kuna maono Mungu amesema nao, mazingira yanakataa. Siku kwenye picha ile picha unakiona kupeleka kushinda ile picha na kupata ile neno, sio neno la kuacha, na kuona kupeleka kushinda ile neno. Kama mimi nimepeleza, mimi sina mtu wa kunisaidia, lakini ninaye Yesu. Sina rafiki, sina anayeweza kunipeleka ninapotakiwa kwenda. Nina Yesu tu. Yamkini na wewe unamwamini Yesu, huna mwingine. Ungekuwa na marafiki, ungekuwa na ndugu, ungekuwa na watu wenye kusimama. Yamkini ni mahali ungekuwa na watu, ungekuwa na watu, lakini usingekuwa kama hiyo hali. Endelea kuamini Yesu, endelea kuamini tu, endelea kuamini tu, endelea, maana imani. Chiki habari njema, Yesu amesema asubuhi ya leo ya kwamba atatenda na atafanya kwako, na yeye anasema sikio lake sio zito, ya kwamba atisikie ulichoomba, atisikie lile karibu na kuamini tu. Endelea kuamini, maana imani yetu ni vita, imani yetu ni vita. Tunapitisha kwenye njia nyembamba, tunaandaliwa ili tusione kiburi, ili tusilinge, ili tusione ya kwamba sisi wenyewe tumeweza, ili tusione kwamba sisi tumeweza kwa nguvu zetu, tumeweza kwa akili zetu, tumeweza kwa fahamu zetu, tumeweza. Hapana, hapana, hapana. Endelea kuamini hata kama mazingira